Mjamzito, ngoja nikwambie leo madhara ya kuchelewa kuanza kliniki yako ya ujauzito. Utapata madhara yapi? Karibu kwenye somo tujifunze pamoja siku ya leo. Na kama ni mara ya kwanza kuweza kutembelea channel yangu, unaweza subscribe hapo chini, tuendelee kujifunza kuhusiana na afya ya mjamzito lakini vile vile na mtoto mchanga. Sasa kuna mmoja mfuataji wangu hapa, yeye anaitwa Rusi, anasema naomba kuambiwa madhara ya kuchelewa kwa kliniki, akimaanisha kwamba madhara ya kuchelewa kuanza kliniki ya ujauzito. Unapata madhara yapi wewe kama mjamzito, lakini vile vile mimba yako? Inawezekana kuna madhara mengine yanaweza kaenda mpaka kwenye familia yako. Sasa mara nyingi tunasema kwamba mama mjamzito unataka kuanza kliniki mapema kiasi gani? Maana yake shirika la afya duniani linasisitiza mama uanze kliniki ya ujauzito miezi 3 ya mwanzoni mwa ujauzito wako. Yaani mimba unapojigundulika tu kwamba wewe ni mjamzito, labda mimba ina miezi miwili, ina miezi miwili na wiki mbili, iwe ndani ya ile miezi 3 ya mwanzo uwe umeshaanza kliniki, na kuna faida kubwa sana. Kuna video moja nilielezea kuhusiana na mahudhurio mangapi uweze kufanya katika kipindi chako chote cha ujauzito. Unaweza click suggestion hapo juu, utasikiliza mara baada kumaliza kusikiliza video hii. Madhara ambayo unaweza kupata wewe mama, kwanza kabisa unapokuwa mjamzito pale mwanzoni au kipindi chochote kile cha ujauzito, tunajua au inawezekana si mjamzito, kwenye maisha yetu kuna magonjwa ambayo unaweza kuwa nayo yasionyeshe dalili yoyote. Yaani hiyo ni kawaida. Kwa mfano kuna ugonjwa kama kaswende, kuna ugonjwa kama homa ya ini, na magonjwa mengine yakiwa katika hatua za mwanzo, kwa mfano kama maambukizi ya virusi vya ukimwi, na magonjwa mengine inawezekana ikawa UTI. Haya magonjwa wakati mwingine mama au mtu yoyote anaweza asionyeshe dalili. Sasa tukija kwa mama ambaye ni mjamzito, yanaweza asionyeshe dalili, lakini yakaja kuwa na madhara kwa mtoto wako, lakini vile vile kwako wewe mwenyewe kwenye siku za mbeleni kwenye ujauzito wako au wakati wa kuweza kujifungua. Kwa mfano kaswende yenyewe inaweza kapelekea, kuna wale akina mama, na tumezoea kwenye utamaduni wetu, wanaanza kliniki anasema mpaka miezi 4 mpaka miezi 5 ishe. Unapozungumzia miezi 5 maana yake ni nusu ya ujauzito, ya muda ule wa ujauzito umeshaitumia. Kwa unakuta mtu ameanza mimba baada ya miezi 6 tayari, ina maana kwamba yale madhara yanaweza kaanza kujionesha. Mfano, ukiwa na kaswende unaweza usionyeshe dalili yoyote ile, lakini ikaleta madhara, mtoto akafia tumboni au kapata mtoto mwenye changamoto, yani kwa maana akawa na ulemavu fulani au akawa na maumbile fulani ambayo sio ya kawaida, na magonjwa mengine, lakini vile kuna changamoto ya vinasaba, vinaweza visioneshe zile dalili, lakini baada ya mimba imesogea ina miezi 6 5 ukaanza kuona hizo dalili. Lakini kumbe ungefanya vipimo mapema, au ungekuwa umeanza kliniki mapema wakafanya vipimo, ungejulikana na hiyo changamoto na tayari ungeanza kupata suluhisho lake. Kuna wale ambao unakuta wana magonjwa ya muda mrefu, kwa mfano kama pressure, huwa haina dalili zozote, lakini kishaanza mimba kuvuka wiki 20 25 na kuendelea, inaweza kapelekea changamoto za kifafa cha mimba au dalili za kuelekea kuwa na kifafa cha mimba. Kuna baadhi ya kina mama wana kisukari cha muda mrefu, mwanzoni mwa ujauzito anaweza sijue na akakuta mimba imeharibika bila sababu ya msingi miezi 3 ya mwanzo au miezi 3 ya katikati. Kwa sababu gani? Hakuenda kliniki, hakufanyiwa vipimo na hajui sababu. Kaja kabeba tena mimba ikaharibika, kabeba tena mimba ikaharibika. Lakini kumbe ungewahi kliniki na kuweza kufanya vipimo, ungejua changamoto ni nini ambayo inapelekea mimba hiyo kuweza kuharibika, au hata kama kuna dalili fulani, viashiria fulani vinaonyeshwa baadaye, ungevijua mapema. Kuna magonjwa kama homa ya ini, unaweza ukapima na ukaanzishiwa dawa mapema. Maambukizi ya virusi vya ukimwi, ukapima na ukaanzishiwa dawa mapema kabla ya kuonyesha dalili yoyote ambayo italeta changamoto hadi kwa mtoto wako wakati wa kuweza kujifungua. Lakini vile vile unaleta changamoto au unahatarisha hata wahudumu wako wa afya ambao watakuhudumia ukiwa na magonjwa kama maambukizi ya virusi vya ukimwi, homa ya ini, ambao unaweza kuambukizwa kama na wenyewe. Kwa mfano homa ya ini, kama hawakuweza kuchanjwa wakati wanakusaidia, inawezekana umejifungua kabla ya wakati, mimba haijafikisha wiki 37 ukajifungua ikiwa na wiki 28 na ulikuwa hujaanza kliniki na unayo maambukizi na hayakujulikana. Kwa ni hatari kwako, lakini vile vile kwa familia, mtoto aliyoko tumboni, lakini vile vile na watoa huduma za afya.
Lakini vile vile kuna madhara ambayo anaweza kukutana nayo mama. Kwa mfano, inawezekana una upungufu wa damu katika kipindi chako cha ujauzito, lakini kwa sababu umechelewa kuanza kliniki, maana yake damu yako inakwenda inapungua kutokana na mabadiliko kwa kipindi cha ujauzito, au uhitaji ni mkubwa. Kwa hiyo mwisho wa siku unakuwa kwenye hatari kubwa sana kuweza kupoteza maisha yako. Lakini vile vile unaweza kuwa kwenye hatari kubwa sana ya kupata magonjwa yanayotokana na ujauzito au changamoto kutokana na ujauzito. Kwa mfano, pressure ya ujauzito, umeanza wewe unasubiri mpaka mimba ifike miezi 8 ndio uweze kuanza kliniki. Maana yake kama kuna pressure ya ujauzito imeanza ukiwa na miezi 5 haitajulikana. Ukiwa na sukari inayosababishwa na ujauzito, maana yake hautajulikana. Mwisho wa siku utakapokuja kugundulika, inawezekana umeshaanza kuonyesha dalili, au tayari una kiharusi au stroke, au inawezekana tayari mtoto ameshafia tumboni na changamoto zake zimeanza kuwa kubwa, au wewe mwenyewe tayari umeshapata changamoto kubwa ambayo mwisho wa siku inahatarisha maisha yako. Kwa hiyo kuwahi kliniki, utafanya vile vipimo, lakini utaandikiwa zile dawa za kuongeza damu na dawa nyingine za lishe. Vile vile kuna chanjo ambazo wao tunatoa. Kwa mfano, chanjo ya pepo punda, inawezekana wewe kupata ukaja ukachelewa ukajifungua kabla ya wakati, unahatarisha afya ya mtoto wako, lakini na wewe mwenyewe katika kipindi chako ambacho unakuwa unajifungua, au inawezekana kipindi kile cha ujauzito. Lakini vile vile madhara ambayo mtoto anaweza kuyapata akiwa tumboni, kwanza anaweza kawa na udumavu kule tumboni, kwa sababu sisi kliniki lazima tukuangalie uzito kutoka mwezi mmoja kwenda mwezi mwingine. Je, unaongezeka? Na kama hauongezeki, kuna nini ambacho kinapelekea uzito wako usiweze kuongezeka, na wakachukua hatua mapema. Vile vile utafanya ultrasound ambayo itaonyesha ukuaji wa mtoto kule ndani, anakuwa kuendana na umri wa mimba. Lakini vile vile kama mtoto hakui, je, sababu ni nini? Inawezekana una pressure ya ujauzito, au unaishi mazingira ambako watu wanavuta sana sigara, au inawezekana mwenyewe unatumia pombe. Hivyo vitu kumbe unatakiwa uweze kuviepuka. Au kuna vitu au vyakula hauli vizuri, au unatapika sana, na hiyo kitu itajulikana baada ya kwenda kliniki na daktari akikuuliza yale maswali. Kama unatapika sana, maana yake utaandikiwa dawa za kuzuia kutapika na kuambiwa lishe ipi uweze kutumia ili kuweza kuepuka kuweza kutapika mara kwa mara. Lakini usipoenda, mwisho wa siku utakuja kujifungue mtoto ambaye yuko chini ya uzito, ambaye ni mtoto njiti, au kutakuwa na udumavu wa mtoto aliyoko tumboni. Lakini vile vile wakati mwingine unaweza kujifungua mtoto ambaye ana uzito labda ni mkubwa kupitiliza, labda ulikuwa na kisukari na ilikuwa haijulikani. Sasa unakuta umechelewa kuweza kuanza kliniki, na mwisho wa siku umejifungia nyumbani, uchungu umekuanzia nyumbani, ukajaribu kuweza kujifungua kawaida, kumbe mtoto ana kilo 5, na mwisho wa siku akachana ule mlango wa kizazi na ukapoteza damu nyingi, ukapoteza maisha yako, na mtoto akatoka ana changamoto za upumuaji, na mwisho siku unaweza kumpoteza. Kumbe ungejulikana mapema, ungejua kabisa kwamba wewe hautoweza kujifungua kawaida, kwa sababu mtoto ana kilo 6 au ana kilo 7, na mwisho wa siku unataka kufanyia upasuaji ili kuweza kuokoa mtoto na wewe mwenyewe ubaki kuwa na afya nzuri. Lakini mwisho wa siku mama, unapokuwa umechelewa kuweza kuanza kliniki, wakati mwingine uchungu unaweza kuanza kabla ya wakati, na ukawa katika mazingira ya nyumbani, na wewe mwenyewe ukajua kwamba hii mimba yangu mbona mimi nakaribia miezi 9 hamna shida. Kumbe ungewahi hospitali, mimba ina miezi 8, wangekuchoma sindano za kukomaza mapafu, lakini vile vile wangezuia uchungu usiweze kuendelea, na vile vile wangejua sababu ni nini ambayo imepelekea uchungu wako uweze kuanza mapema. Kama nilivyosema, upungufu wa damu unaweza kupelekea uchungu kuweza kuanza mapema. Hivi vitu vyote tunavifanya ili kuweza kuzuia changamoto wakati wa ujauzito wako, wakati wa kujifungua, na mara baada ya kuweza kujifungua. Ukijifungua mtoto ambaye ni njiti, utahitaji kutumia muda mwingi sana kukaa hospitali na kutumia gharama kubwa. Kumbe ungefuata maelekezo, mwisho wa siku ungejifungua mtoto ambaye ana uzito uko vizuri. Sasa mimi nikizungumzaga mambo haya, kuna baadhi ya watu wanasema kwamba mbona zamani wakina mama walikuwa hawaanzi kliniki, lakini vile vile walikuwa wafanyi kliniki mapema na walikuwa wanajifungua salama na wanajifungulia nyumbani, wala kulikuwa hakuna changamoto. Kwa hiyo zama zimebadilika, lakini kikubwa ni kuzingatia hudumu wa afya ili uweze kuepuka zile changamoto ambazo zinaweza kuja kutokea. Changamoto zikisha kuja kutokea ndio utajua madhara. Lakini tukiwa tunazungumza, wakati mwingine watu wanalinganisha vitu vya sasa na vitu vya zamani. Zamani watu wengi walikuwa wanapoteza sana maisha kutokana na mambo ya uzazi. Sasa hivi vifo vya uzazi vimepungua na zile changamoto nyingi zimepungua kwa sababu zinajulikana mapema, haswa zile ambazo zinakuwa hazina dalili kama pressure za ujauzito, upungufu wa damu. Na mwisho wa siku watu wengi sana tumewaokoa kwa kuongezea damu na kuwapatia dawa za pressure na kupewa maelekezo namna ya kuepuka changamoto hizi mapema kabla hazijaanza kuonyesha dalili zake au kabla hazijaleta
madhara. Lakini vile vile yako madhara mengine ambayo ni kwenye familia kutumia gharama kubwa, lakini vile vile kwenye taifa kupoteza nguvu kazi. Kwa mfano mama kifariki au kapoteza mtoto, mwisho wa siku unakuwa umepoteza nguvu kazi ya taifa. Kwa hiyo tujue kwamba kuna madhara makubwa sana kuchelewa kuanza kliniki. Kikubwa wewe uanze kliniki mapema. Hapa nazungumza na wale ambao huwa wanakuwa unakuta kwa bahati mbaya alikuwa atumia uzazi wa mpango, alikuwa ananyonyesha, amejifungua labda kwa upasuaji, mtoto amefika miezi 5-6 akapata tena mimba. Unakuta huyu mama hawezi kuanza kliniki, anasubiri mpaka mtoto wake awe mkubwa, labda na mwaka 1.5 ndo anaenda kuanza kliniki. Kitu ambacho unakuta huyu mtoto wa kwanza anapokuwa na mwaka 1.5 tayari mimba ile ina miezi 8, miezi 9, yani imekaribia kujifungua. Na alikuwa atumia dawa za kuongeza damu, hajaenda kliniki. Mwisho wa siku anakuja kupata changamoto, anakuja kuacha aidha hao watoto wawili, yeye akiwa mpoteza maisha, au anakuja kumwacha mtoto mmoja ambaye bado mdogo, anapoteza maisha, anapoteza na mtoto wake. Kwa ili kuepuka hiyo, ni vema kuweza kuanza kliniki mapema. Sasa kama ulikuwa na maswali kuhusiana na mambo ya upungufu wa damu na unahitaji suluhisho, unaweza kliki description hapo ukasikiza video kuhusiana na upungufu wa damu kwa mama mjamzito, madhara yake, lakini vile vile na suluhisho lake. Ukiwa na swali uliza hapo chini, mimi niko tayari kuweza kujibu swali lako wakati wote. Karibu sana.